Biblia inasema shukuru kwa kila jambo. Kwa hata kama Mungu hajakupa, wewe shukuru. Unashukuru kwa ajili ya nini? Yeye ni Mungu. Daudi alipofiwa na mtoto wake, ameomba siku 7 akafunga. Kitu gani kilichotokea? Mtoto akafa. Na amefunga wiki nzima, hajalala hata vizuri. Aliposikia amekufa, Biblia inasema akaamka, akaoga, akavaa, akala. Alipomaliza kula, akaenda hekalu. Wafanyakazi wake wanasema, una shida gani mzee? Mtoto alipokuwa anaumwa, ulikuwa huli na wala ulikuwa huogi. Sasa amekufa, unaoga, unakula, una shida gani? Si rahisi sana kuelewa, isipokuwa Mungu akikuwekea kitu ndani. Si rahisi sana kuelewa. Huyu mtu kaomba, Mungu akumjibu, kaenda moja kwa moja hekaluni. Unafikiri alikuwa anamwambia Mungu kitu gani? Mungu, wewe unabaki kuwa Mungu hata kama hukujibu nilivyotaka. Wewe unabaki kuwa Mungu. Ile kwamba hujajibu nilichokuwa ninaomba haina maana nitakusahau. Watu wengi sana, kama Mungu hajajibu alichokuwa nataka, wanazila kanisani, waone kwenye kwaya wanaacha. Kama walikuwa na Bible study nyumbani, wanaacha. Kama walikuwa wanashuhudiaje vizuri, wanaacha. Nasema sasa, kama Mungu hawezi kunisaidia mimi, atasaidiaje wengine? Ni kwa sababu hujajua Mungu anachokuanzia. Yeremia 29:11, Mungu anakuanzia mema. Na Mungu anapokuanzia mema, haina maana ni sawasawa na wewe yale unayosema mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Na ndio maana ndani yako ikifika mahali pa namna hiyo, unasema, Mungu ni rehemu, sikustahili kikitu. Si mnafahamu ule wimbo, Mungu amenihurumia, sikustahili. Ikifika namna hiyo, ndani yako huwezi kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.